Chief Engineer Maalim Sobo. Leo nataka kuzungumzia topic ambayo tuliongelea mara ya mwisho, fire fighting and the prevention. Mara ya mwisho tulikuwa tumeangalia tukaona hivi, itakapokuwa kengele ya kuashiria kwamba moto umelipuka melini, watu waliokuwa engine room ambako mara nyingi moto ndio unaanza, wanatakiwa wauziwie ule moto kwa kutumia fire extinguisher za mikono. Nasema kama moto utakuwa mdogo watauzima, lakini kama moto unakuwa umewazidi nguvu, basi inabidi watoke engine room, evacuate the engine room, wakimbilie master station. Lakini leo sehemu ya pili tutaangalia namna gani ya kutoka engine room wakati wanaenda master station. Moto ni adui. Kwa maana hiyo moto tunaenda kupigana nao pale unapoanza. Kama tutakimbia, kwa maana tunakimbia moto umetuzidi, manake adui ameshinda, na sisi hatutaki moto tushinde. Neno tunalotumia sisi ni fighting. Fighting manake ni kupigana mpaka upate ushindi. Lengo ni kushinda moto, kwa sababu ukitushinda utatuletea madhara. Utakapokuwa moto umeonekana engine room, hizi ndio hatua ambazo engineer watakuwa wanafanya, au mtu aliyekuwa watch atakuwa anafanya. Anatakiwa atumie fire extinguisher. Fire extinguisher zimepangwa engine room kufuatana na mpangilio wake. Zinaanza kwenye engine, zinasogea mpaka mlangoni, unatoka unaenda zako. Lakini namna gani ya kuevacuate engine room? Atukimbii kama nchi kavu. Nchi kavu kama moto ukianza, watu wanapiga kelele moto, moto, huku wanakimbia wakitegemea misaada kutoka nje. Lakini ndani ya meli hakuna msaada. Kwa maana hiyo wewe mwenyewe utakayeona moto, wewe ndio mpiganaji, wewe mwenyewe ndio askari, wewe mwenyewe ndio shujaa. Kwa hiyo usikimbie. Kwa kizungu wanasemaje? Do not surrender but retreat. Retreat manake unajaribu kupiga, lakini ukishinda nguvu unarudi nyuma, unasogea nyuma, ndio unatoka hivyo. Unasogelea wapi? Unasogelea mlangoni mahali ambako utatoka ukimbilie master station. Fire extinguisher kwanza ukitumia umeshinda, unarudi nyuma. Kuna fire extinguisher nyingine utaiona hivyo hivyo. Ukifika mlangoni unafunga mlango. Ukifunga mlango, juu ya mlango panaitwa wind seal, pale juu pale panapowekwa fungu. Wakati mwingine pale pana switch pale nyekundu imetengenezwa hivyo, kwa maana unaigonga ile, unazima mafeni yote ndani ya engine room, mablower yote yanazimika. Kwa maana unakata hewa isiingie kwenye kusupport moto kama inavyoonekana kwenye fire triangle. Unatoka pale hatua 3 kwenye ROA kadiri unapoelekea kwenye master station. Ukutani kuna waya umejengwa pale. Ule waya unaenda kwenye engine room pale, unauvuta ule waya. Ukivuta ule waya unachokata nini ndani ya engine room? Sasa unakata mafuta ambayo yanatoka kwenye matenki yanaenda kwenye engine, kwa sababu wakati huo engine itakuwa bado zinaunguruma. Kwa hiyo ukikata mafuta, manake umekata sasa mguu mmoja wa triangle ambao unaitwa fuel. Kwa maana moto unazidi kudhoofisha, hewa umeikata, sasa unakata mafuta. Hadi unapokimbilia juu, master station mara nyingi ni deki ya juu ambayo wenyewe wakubwa wa meli wanaamua iwe hapo. Uko juu sasa kwenye engine room kuna kitu inaitwa vent roof. Zile zipo, zile roof unaweza kuzifunga. Ukifunga tayari unakimbilia master station ambako unakwenda kujipanga upya kadri tuliona mwanzo. Lakini usije ukafanya ukakimbia na kuacha moto wake, ama sivyo wakati mkienda kujipanga, mkija huko moto umeshakuwa mkubwa, moshi mwingi, hamtaweza tena kuuzima. Kwa leo nitaka niwaeleze tu kipengele kidogo hicho, namna gani moto tunavyo evacuate, tunafanya hatua gani. Kwa sababu mara nyingi moto ni engine room,
kwa sababu engine room ni full time fire triangle, wanaita hivyo full time fire triangle. Oksijeni ipo kwenye hewa, fuel iko pale, heat iko pale, kwa sababu mashine zote zinapowaka natumia mafuta fuel. Mpaka hapo nafika mwisho sehemu ya pili ya fire fighting and the prevention. Kijaliwa tena tutaongea kitu kingine hadi tutakapoona. Jina langu Chief Engineer Maalim Sobo.